Now this morning, Na asubuhi hii I wanted us to discuss 4 pillars of enduring legacies. nataka tujadili kuhusiana na nguzo 4 za urithi udumuo. How we can together, like David, Ni kwa namna gani sote kwa pamoja kama Daudi build legacies that last long. tutaweza kujenga urithi wenye kudumu. And for those who are young, Na kwa wale ambao bado ni vijana, when you start early, unapoanza mapema, when you start young, unapoanza ukiwa ungali kijana, you grow strong. unakuwa ukiwa imara. One of the advantages that David had, Moja ya faida ambazo Daudi alikuwa nazo, he went into action very early in life. aliingia katika utendaji mapema sana katika maisha yake. At about 17, 18, he had already killed Goliath. Alikuwa katika umri wa miaka 17, 18 tayari alikuwa amekwisha kumuua Goliath. And he was able to reign for 40 years. Na aliweza kutawala kwa miaka 40. So if you get grace to do something early Hivyo ukipata neema ya kufanya jambo and mapema to be focused early, na ukawa mtu uliye makini you mapema, can go great heights. waweza kwenda masafa makubwa. So number 1, Hivyo namba 1, developing people. kujenga na watu. Number 2, Namba 2, developing processes. kujenga michakato. Number 3, Na namba 3, developing principles. kujenga kanuni. And number 4, Na namba 4, developing properties. kujenga rasilimali. It is always easy to focus on properties Mara zote ni rahisi sana kuweka mkazo wako katika rasilimali and on things visible. na kwa vitu vinavyoshikika na kuonekana. And normally when we say David, Na kwa kawaida tunapozungumza kwa habari ya Daudi, what jumps quickly in the mind of people kinachokuja kwa haraka katika akili za watu is the temple project. ni kwa habari ya ule mradi wa hekalu. It is good to build a Ni house. vyema kujenga nyumba. It is good to do great Ni infrastructure, vyema kuwa na miundombinu mikubwa. to buy land for your children and grandchildren. Kununua ardhi kwa ajili ya watoto wako na wajukuu wako. But that may not be enough. Lakini hiyo yamkini isitoshe. Actually, there is overwhelming evidence Kimsingi uko ushahidi bayana that kabisa when people invest their legacies in the properties kwamba watu wanapowekeza urithi wao katika mali tu and they don't invest on people, na hawawekezi katika watu, the people come and they sell off those properties. watu huja na kuziuza zile mali. Many houses that are sold in Dar es Salaam, Nyumba nyingi zinazouzwa Dar es Salaam they were built by someone. zilijengwa na mtu fulani, And he was like, oh, na alikuwa akisema oh, for my children kwa ajili ya watoto wangu and for me na kwa ajili yangu and for future. na kwa ajili ya kesho. Before their bones were oft interred, Hata kabla ya mifupa yao kuachana, the children sold out that property. watoto tayari wamekwisha kuiuza ile mali. So it is good to build properties, Hivyo ni vyema kujenga mali, but don't forget people. lakini usisahau watu, Don't forget processes. usisahau michakato. It is important to raise a generation who know how to abide to processes, Ni muhimu kukiinua kizazi kinachojua namna gani ya kushikamanisha vyema katika michakato, because shortcuts does always not pay. kwa sababu njia za mkato mara zote hazilipi. Everything has its own due process Kila kitu kina mchakato wake and its own due standard operating procedure. na pia ina namna ya kuviendea hivyo vitu katika And utaratibu when you sahihi. read across the Bible, Na unaposoma katika Biblia, God is so particular with the details of the processes. Mungu yuko mahususi kabisa akitoa vielelezo kamilifu juu ya michakato. In this faith, brothers and Katika sisters, imani hii, kaka zangu na dada zangu, we are not only concerned with the product, hatujihusishi tu na bidhaa, we are also concerned with the processes. lakini pia tunajihusisha na michakato, The outcome na matokeo yake does not determine everything. haya bashiri au kuhusisha kila The kitu, process is equally important. na mchakato vile vile nao ni wa muhimu zaidi. So it is good to build legacy around processes. Hivyo ni vizuri zaidi kujenga urithi katika eneo la mchakato. I'll come back into that in the outer weeks. Nitarejea katika hilo katika majuma yajayo. But it is also important to build principles. Lakini pia ni muhimu sana kujenga kanuni. If you build a legacy without principles, Ukijenga tu urithi pasipokuwa na kanuni, then it is like those two people who built houses. na kisha itakuwa kama wale watu waliojenga nyumba, They bothered and collected everything possible for building project. walijitabisha na kukusanya kila kitu kilichohitajika kwa ajili ya ujenzi. They had maps ready. Walikuwa na ramani They tayari, had BOQ ready. walikuwa na ile maeneo They yote also tayari, had materials ready. na pia walikuwa na vitendea kazi tayari. But for one reason or another, Lakini kwa sababu moja ama nyingine, one chose to build on the sand mmoja akachagua kujenga juu ya and mchanga another one built on the rock. na mwingine akajenga juu ya mwamba. And you know what happened? Na unajua nini kilichotokea?
ikatokea. house in the sand collapsed. Hakika ile nyumba iliyojengwa juu ya mchanga So a ikaanguka. legacy without a principle behind Hivyo urithi pasipokuwa na kanuni nyuma will yake not go any far. haitasonga popote, It will collapse. itaanguka. So these four are very important. Hivyo haya mambo manne ni ya But muhimu sana.